Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza tuomba samahani kwa kuwa jana Jumamosi hatukuweza kurekodi kwa dharura mbalimbali ambazo kwamba zilitokea. Tulikuwa katika mazishi na mudiri wetu wa Ishaq Mutaman, mudiri wa markazu Ghanna iliyoko Mambrui, Allah amrehemu na amweke mahala pema. Baada ya mazishi tukimbilia Lamu kwa ajili ya ziara za Al-Habiba Sayyid Muhammad Adnan Al-Ahdali. Leo kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Jumapili tumefikiwa kuendelea na darasa letu la fiqhi, ikiwa tumekoma katika faslun inayosema faslun, hiki ni kigawanyo, man intaqada wudu'uhu, mwenye kuharibikiwa na udhu wake, haruma alaihi, imekuwa haramu juu yake, arba'atu ashya, mambo manne. Tumeeleza udhu unavyochukuliwa, unavyotawaliwa na sharti zake na arkani zake, na tukaeleza mambo yenye kumharibisha mtu udhu, mambo ambayo kwamba ukiyafanya udhu wako utaharibika. Sasa yule mtu ambaye kwamba ameharibikiwa na udhu, ni haramu juu yake haya mambo manne. Ya kwanza, as-salatu, ni kuswali. Mtu kama hana udhu ni haramu kwake kuswali na kila kinachohusiana na swala, hata siddatu tilawati al-Qur'ani pia inahesabika ni katika viungo ama katika nguzo za swala, basi pia ni haramu kusujudu siddatu tilawa ikiwa hauna udhu. Wa tawafu, na kutufu al-Kaaba. Kutufu al-Kaaba ni kuzunguka al-Kaaba kwa ajili ya ibada, si kuzunguka tu kwa starehe kufanya mazoezi. Unazunguka kwa ajili ya ibada, ima ni tawafu kudumi au ni tawafu al-ifadati au ni tawafu al-wadai au ni tawafu nuski au ni tawafu tahiyatu Baitullah al-Haram. Tawafu yote ambayo kwamba itakuwa ni ibada, kutufu kwa ajili ya kufanya ibada, itakuwa ni haramu ikiwa hauna udhu. Lakini kama umeamua tu kufanya mazoezi kwa wazunguka al-Kaaba, si tawafu, ni mazoezi, hiyo haina shida. Wa mashul mushafi, na kudara msahafu na kila ambacho kwamba kinahusiana na msahafu ama kinatokamana na katika msahafu. Mfano umekota gombo peke yake, pia nao bado ni msahafu. Karatasi moja ambayo kama imeandikwa Qur'ani ambayo kama ni katika msahafu, bado ni msahafu. Ni kwa msahafu ambao kama imeandikwa katika ngozi, ile ngozi moja pia kuchukua bado inahesabiwa umegusa msahafu. Kwa hiyo usiguse msahafu wala kitu kilichoandikwa Qur'ani kwa ajili ya kusomwa. Wa hamluhu, na kubeba. Kugusa na kubeba ni vitu viwili tofauti. Unaweza kitu ukakigusa lakini usikibebe, unaweza kitu ukakibeba lakini usikiguse. Mfano msahafu kwa ndani ya mkoba, ukabeba mkoba, wewe ulichoshika ni mkoba umeinua, na msahafu pia umeinuka, utakuwa umebeba ile msahafu lakini hujagusa msahafu. Kwa hiyo kushika, kugusa na kuushika na kubeba pia zote ni haramu kama hauna udhu. Wa yahramu ala aljunubi, na ni haramu kwa mwenye janaba, sittatu ashya, mambo sita. Tumesema janaba ni yale mambo ambayo kwamba yanakupasisha kuoga, yale nusu ambayo kwamba ni kutoka na mani ama ni ilaju alhashabati fil farji. Haya mambo mawili ukipatikana inahesabiwa uko na janaba. Kwa hiyo ukiwa na janaba, ima umetoka na mani ama umeingiliana na mwanamke ama umeingilia tupu yoyote, basi itakuwa hufai kufanya mambo sita. Kwanza ni as-sala, hufai kuswali na kila ambacho kwamba inahusiana na swala. Wa tawafu, na kutufu. Wa mashul mushaf, na kudara msahafu. Wa hamluhu, na kubeba. Wa lubthu fil masjid, na kukaa katika msikiti. Ni haramu kwa janaba kukaa msikitini, hata kama hujatia ni itikafu, kukaa tu hata kama ni dakika moja. Kupita ikiwa ni dharura ama ikiwa ndo ndia imeruhusiwa, lakini kukaa ni haramu. Wa qira'atul Qur'ani, na kusoma Qur'an. Mtu ambaye kwamba hana udhu hatoshika msahafu, lakini kusoma Qur'ani hivi kwa moyo ameruhusiwa. Ama mtu akamshikia kayoangalia yosoma, anaruhusiwa. Lakini mwenye janaba katika madhhabi yetu Imam Shafi ni haramu kusoma Qur'ani. Wa yahrumu bil haidhi, na ni haramu kwa hedhi, 10 ashya, mambo 10. At-tawafu, kwanza kutufu, mwenye hedhi ni haramu ya 10.
as-salatu, kuswali, wa tawafu, na kutufu, wa masfil mushaf, na kudara msahafu, wa hamlu, na kubeba, wa lubthu fil masjid, na kukaa msikitini, wa qira'atul Qur'an, na kusoma Qur'ani, wa sawmu, na ni haramu mwenye hedhi kufunga, wa talaku, na kuatwa. Ni haramu lakini akiatwa talaka itapita, kama hadithi iliyopokewa kwa Abdullah ibn Umar, alimwata mke wake katika hedhi, mtume akamwambia ende kamrejelee. Kuna maana haifai kumwata katika hedhi, lakini ile talaka imepita. Lao ungekuwa talaka haipiti, mtume angemwambia nini? Bado hajatika ni mkeo, lakini aliambiwa enda kamrudie, kisha baadaye kutahirika utamwata umwate. Kwa hiyo mwanamke ni haramu kuatwa katika hedhi, lakini akiatwa talaka kama ile itakuwa imepita. Walmururu fil masjid, na kupita msikitini kwa mwanamke mwenye hedhi, in khafat talwithahu, akiogopea kuchefua msikiti. Mwanamke mwenye hedhi ni haramu kupita msikitini lau akiogopea atauchafua msikiti kwa ile damu yake ya hedhi. Bwana hajajifunga vizuri basi, lakini kama amejifunga vizuri na ataka kupita, ni dharura pite, anaruhusiwa kupita. Wal istimta'u bima baina surrati wa rukba, na kuteza kwa iliyoko baina ya kitovu na magoti, kuanzia kitovu mpaka kusikilia magotini. Mwanamke haruhusiwi kutezea, kutezewa na mwanamume wakati wakiwa katika hedhi, na yeye mwenyewe pia haruhusiwi kujitezea mahali hizo. Anaweza mwanamume mkeo katika hedhi akatumia kwanza baina ya kifua kwenda juu, kwenye kitovu kwenda juu, kwenye kifua mpaka juu, na kwenye magoti kushukia chini. Lakini hiyo katikati kuanza, wanazoona una kauli mbili, wasema iliyoko baina ya kitovu na magoti, yani tupu yake. Wengine wakasema kuanzia kwenye magoti mpaka kwenye kovu hizi zote, hata mapaja pia hamfai kushikana ikiwa katika hedhi. Haya ni mambo ambayo kwamba ni haramu kwa mtu ambaye kwamba atakuwa na janaba au atakuwa na hana udhu ama atakuwa na hedhi. Inshallah mpaka hapa tutakoma. Tumwombe Mwenyezi Mungu ajalie min alladhina yastami'una alqawla yattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wal 'afwu minkum.